Tambaa linaanzia maeneo ya supermarket ambapo tunaona washikaji wawili hapa. Mchizi anaitwa Alex na bibi anaitwa Mary. Hao washikaji bana walikuwa hapo kwenye maandalizi ya mpango mzito mno wa kupiga pesa. Na huo mpango wenyewe ni wa kigaidi. Washikaji walipanga kwenda kumteka mke wa tajiri mmoja mkubwa sana hapa nchini Nigeria. Huku wakiamini kwamba kama mpango wao utafanikiwa, basi huo ndo utakuwa mwanzo wa kubadilisha maisha yao. Hivyo walinunua kila kitu ambacho watakihitaji katika kipindi ambacho watakuwa huko mafichoni. Waliandaa gari, wakaja wakaandaa pia na sehemu watakayoitumia, na hawakuishia hapo kuonyesha kuwa wapo serious na mpango wao. Wakaja pia kununua na godoro. Yaani ni full preparation mzee. Walikuja wakalibwaga kisha wakawa wanapangilia na hivi vidude hapa. Unajua vina kazi gani? Hii hapa ndo kazi yake. Na kufikia hapa chimbo likawa limekamilika. Kwa kazi iliyobaki ni moja tu, kwenda kumteka mhusika. Kweli mzee, walitoka kule mafichoni kisha wakaja mpaka mjini. Na muda sahihi ambao waliona unawafaa ni usiku. Jamaa walimtarget mke wa tajiri wakamteka kisha wakaja kumtupia humu ndani kwenye gari yao. Kweli mzee, baada ya pale walimleta mpaka huku mafichoni ambako walikuandaa kwa ajili ya kufanyia mpango wao. Walipofika wakamfunga kisha wakaona huyu tukimwacha na hizi nguo zake atatusumbua. Hivyo wakachana wakazitoa kisha wakampiga picha za kutosha kwa ajili ya kumtumia mume wake. Picha fulani hivi ambazo ye mwenyewe akiziona ataogopa. Na baada ya pale wakamvalisha hao nguo zao wanazotaka avae. Kisha wakamwacha kwanza kwa muda na baadaye wakarudi kwa ajili ya kumpatia maji. Na washikaji kila walipokuja kuongea naye au kuonana naye waliziba sura zao ili asiwajue. Na huyu bibio aliyemteka jina lake anaitwa Chioma Kalu. Akawaambia, tafadhalini jamani, naombeni tu niacheni jamani, kwanza na mtoto wa kike ambaye ananitegemea. Akawaomba mno wamwachie aondoke. Mary akamwambia, mwanamke, hivi unadhani si hatukujue? Yaani hadi unaona tumekuteka, tulianza kwanza kukufuatilia. Acha uongo, huna mtoto wa kike. Chioma akaona makubwa. Mary akamwambia, tena ukiendelea na huu uongo adhabu itakuhusu. Kisha akawa anamnywesha maji. Kwenye mchakato akawa anasumbua, akamweka kofi. Yaani kitu ambacho sijakwambia ndugu mtazamaji ni kwamba huyu Mary unayemuona hapa ni hatari zaidi kuliko hata Alex. Yaani hii ndo namba chafu zaidi kwenye huu muunganiko wao. Tomboy fulani hivi lenye itikadi za kigaidi. Yale maji mbona aliyanywa? Lakini kama umenotice kitu, Alex yeye alikuwa sio muongeaji kabisa. Na kwa namna fulani ni kama alikuwa anamwangalia Chioma kwa jicho fulani hivi la huruma. Mary akaanza kumpa utaratibu wake pale ndani. Akamwambia, hebu nisikilize vizuri kwa makini, maana baada ya hapa sitarudia tena. Ikitokea umebano na haja ndogo, basi utabamiza hizo pingu ukutani kisha utanyosha kidole kimoja. Kama itakuwa ni haja kubwa, utanyosha vidole viwili. Tumeelewana? Sasa ole wako tuje tukute umeshusha vitu hapa. Mbona utaishi navyo tu? Hakuna mtu wa kusafisha hapa. Kisha wakati anaondoka akamwambia, mvalishe hilo. Alex akatia agizo. Lakini hata uvalishaji wake si mmeuona ongwana? Yaani hamvalishi kama ile ukose hewa. Au jamaa kashaanza kumpenda mateka wao. Shauri yako, mke wa mtu huyo mzee. Chioma aliachwa mule ndani kwenye giza peke yake. Baada ya muda kupita, washikaji wakasikia anagonga. Ile kucheki hivi alikuwa kanyosha kidole kimoja kumaanisha kuwa anataka kupii. Jamaa ikabidi aende kumwambia kamanda Mary. Mary akamwambia, nenda akamsimamie. We mzee vipi? Kweli bwana, walipoingia wakamkuta Chioma kanyosha kidole kimoja kwa msisitizo kumaanisha kuwa changamkeni wazee. Mary akamwambia, kachukue kile kidude ulete hapa. Kisha yeye akamtoa kitambaa. Tizama walichokifanya. Yaani sio amfungue ajisaidie mwenyewe, ni tunakushikia unapii. Hadi Chioma mwenyewe akashangaa, jamaa vipi ese? Ustaarabu gani sasa huu? Kwa hiyo ni alipii kwenye kopo, kisha alipomaliza wakamvalisha kama kawaida. Sasa kwa kuwa yale maeneo aliyopo mtandao ulikuwa unasumbua, ikabidi Mary atoke ili aende sehemu ambako mtandao utakuwa shwari, ili wawasiliane na mume wake, atume pesa, wamalize ule mchakato. Lakini kabla hajaondoka akamsisitiza mwamba awe makini, yani afocus, asinywe pombe, asifanye chochote ambacho kitamtoa kwenye mchezo. Alex akamwambia usiwaze. Kweli mzee, Mary akaondoka. Basi alivyobaki mwenyewe akaziangalia zile picha za Chioma, kisha akaanza kutafakari. Alipomaliza akavaa kofia lake kisha akaja mpaka kwenye chumba alichomfunga. Huyu jamaa anataka kufanya nini ese? Ni kama tulivyohisi wazee. Huyu jamaa akamuelewa mateka. Lakini kabla hajafanya chochote akasikia mlango unagongwa. Kwa hiyo ikabidi aache alichokuwa anataka kufanya kisha akaenda kufungua. Alikuwa ni Mary ndo anarudi. Akamuuliza, vipi? Imeendaje huko? Akamwambia, mzee kasema anatuma, lakini nafikiri inabidi tufanye kitu ili kuongeza uzito zaidi. Sasa kitu gani? Walipanga kutengeneza kabisa video ambayo watamtumia mume wake ili aharakishe kuingizia mkwanja ili wamalizane na huu mchakato. Famasiala na kisu nini? Chioma akawa anamlilia mume wake, nisaidie, wataniua. Watumie hiyo pesa wanaohitaji ili waniachie. Akalia mno. Mary akamwambia, inatosha, hiyo nzuri. Kisha akaenda tena kumtumia mmeo ile video. Na ukumbuke huu mchakato wote ni unafanyika usiku.
Sasa baada ya muda kidogo kupita, Alex akasikia tena bibia anagonga. Ile kwenda kucheki akakuta kanyosha vidole viwili kumaanisha kuwa anataka kushusha vitu tena kwa msisitizo kabisa. Alex akaona sasa nafanyaje na Mary hayupo? Mwamba akajitoa ufahamu akamchukulia kile cha kupii. Wakati anataka amtoe suruali akamwambia, mzee, nimenyosha viwili sio kimoja, nataka kushusha vitu, au umesahau? Si mlisema ninyoshe viwili kushusha vitu? Alex akaona hii ishakuwa noma, na Chioma naye anamsisitiza huyo. Basi alivyotoka huku nje akaona hamna namna, alimchukulia sado ili sijui nini akampelekea. Sasa si unajua hawezi kujisaidia haja kubwa akiwa vile, kwa ikabidi amfungue. Alimfungua miguu kisha akamfungua na mkono mmoja. Chioma akamwambia, nipishe basi hata kidogo. Mwamba akasimama tu aelewe. Oh, Mungu wangu, sasa nitajisaidiaje huku unaniangalia mzee? Dakika moja tu please. Sasa unafikiri aliondoka sasa? Alikuwa mkavu huyo. Aligeuka tu upande kwamba haya siangalii. Chioma akatafakari akaona hapana, hapa inabidi nifanye kitu. Taratibu akanyanyuka kisha akachukua kile kisado akambamiza nacho kichwani. Alivyodondoka, pisto ikadondokea upande aliyopo. Basi haraka akaiokota kisha akamweka chini ya ulinzi. Kibao kimegeuka. Akamuuliza, funguo ziko wapi? Tena ukiniletea mzaa na kuua wewe mzee. Mchizi akamwambia, subiri kwanza usifanye hivyo. Kisha akatoa ile maski aliyokuwa amevaa. Chioma ndo anasanuka sasa nini? Kumbe bana hawa jamaa wanajuana ise. Huyu Alex na Chioma waliwahi kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi miaka kadhaa iliyopita hapo nyuma, na walikuwa wanapendana sana. Ila sababu iliyowatenganisha ni kwamba mchizi kuna kesi alisingiziwa akaenda kufungwa. Kwa huku nyuma bibia ilibidi aolewe tu kutokana na hali ya maisha. Chioma akamwambia, ina maana wewe ndo umeamua kunifanyia hivi? Alex akamwambia, hapana, hii ilikuwa ni plani tu. Plani gani? Mchizi akamweleza kuwa anafanya yale yote kwa sababu yake. Target ni kwamba pindi atakapopata hiyo pesa atamchukua kisha wataondoka kabisa Nigeria na kwenda kuishi nje ya nchi. Chioma akamuuliza, ina maana njia sahihi uliona ni kuniteka? Alex akamwambia, ningefanyaje Chioma? Isingekuwa rahisi kukuambia hivi na ukanielewa. Nilikuwa sina pesa, siwezi kukufanyia chochote kipindi kile. Na hiyo bado inaniuma kwa sababu usihitaji kabisa kukupoteza. Kwa hiyo kila kitu unachokiona hapa ninakifanya kwa ajili yetu. Najua ingechukua muda lakini mwisho ungenielewa tu. Kwa kiasi fulani Chioma ni kama alianza kumuelewa hivi. Maana naye alikuwa anampenda sana. Akamwambia, lakini mbona hukuniambia? Vipi kama ningekufa? Alex akamwambia, ilibidi nitumie hii njia ili kuwe na uhalisia mchakato uweze kukamilika. Bibi akamuuliza, na hiyo pesa ni shilingi ngapi? Mchizi akamwambia ni dola milioni 1 za Kimarekani. Mchizi alimsihi sana akubali ili wakamilishe ule mchakato, waondoke wakaendeleze penzi lao walipoishia. Wakiwa bado kwenye sintofahamu, mara wakasikia mlango unagongwa. Mchizi akamwambia, umemsikia huyo? Huyo ni Mary Chioma, na kama atagundua kuwa mimi na wewe tunafahamiana italeta shida kwa sababu hajui chochote kuhusu mimi na wewe. Chioma wenge limempanda mchizi, ikabidi amnyang'anye ile bunduki. Mwamba alitoka kisha akaenda kumfungulia. Mary akamuuliza, mbona umechelewa sana kulifungulia mlango? Ulikuwa unafanya nini? Alisema tu anataka kujisaidia. Kwa nilikuwa nipo ndani kule namsimamia. Lakini Mary akahisi kitu. Yaani huyu Mary alikuwa ni jeshi mzee. Akamwambia, Alex, unaongea na mimi, mbona unazungusha macho aisee? Niangalie mimi. Vipi? Kila kitu kipo sawa? Chiza akamwambia, kila kitu kipo sawa. Ikabidi aende mwenyewe akahakikisha, maana anavyotoa yale majibu hajamuelewa kabisa. Jamaa akazuga akamuuliza, vipi? Ushamtumia video? Nishamtumia na ameiona, kwa akasema kesho atatuma. Sasa baada ya pale washikaji wakapitiwa na usingizi bana. Walipostuka Mary akamwambia, mzee, hatutakii kulala, hebu amka. Lakini tukimwangalia Alex ni kama alipunguza uzito, kumaanisha kuwa hawa wazee ni wanakulana pia. Sasa imekaje? Tuendelee tu tutajua. Washikaji wakaenda kumcheki kwanza mateka asije akafa hapa, dili lenyewe likawa limefeli. Walimtengenezea msosi kisha wakaenda kumpatia. Ukumbuke kuwa Mary hajui kama hao wawili wanajuana. Yeye anachokijua ni kwamba wanapiga mchongo na mwanaume wake, watakapofanikiwa atajichenga. Lakini Chioma akawa anamkata jicho mshikaji hadi jamaa akaona huwa anataka tustukiwe aise. Ikabidi asogee. Mary akamuuliza, unaenda wapi? Hebu rudi hapa muangaliane kwenye macho. Yaani hakuna kukwepesha. Mary ni kama alihisi kitu hivi. Na Alex anamjua vizuri Mary, yaani ni ana roho mbaya kinyama. Anaweza akakuchenchia dakika 2 nyingi. Walivyotoka pale, mchizi ikabidi aende chooni kwanza, maana halmanusra mambo yaende mlama. Kwani unafikiri alimwacha sasa? Akamfuata kule chooni alipoenda. Akamuuliza, Alex, unafanya nini huko? Mchizi akamwambia, sasa sina nani? Akamwambia, hebu fungua mlango. Alivyoona anachelewa akaingia nao. Wewe mzee, sinaongea na wewe. Nini? Ina maana mtu asijisaidia? Mary ikabidi aende kuangalia sinki lina vitu kweli. Pale Alex akaanza kulalamika. Mambo gani haya tunafanyana? Ina maana hata kuingia chooni tunafuatiliana? Mary akamwambia, relax mzee, mbona umefloat hivi? Kwanza unajua nini? Pindi tutakapoupata huu mkwanja, tutawasumbua sana. Na wiki ijayo tu mida kama hii, tutakuwa dunia yetu. Tutaenda sehemu ambako tutaenjoy, sehemu ambako tutakula alafu tutakula tena. Yaani shoti limeli hapa lilikuwa linaongea mambo ya ngono tu ambayo siwezi hata kuyasema hapa. Lakini ni namna tu watakavyojipongeza pindi watakapokamilisha mpango wao, bila kujua kuwa Alex naye alikuwa na mpango wake wa siri. Kasheshe.
Hatimaye asubuhi ikafika na ukumbuke kuwa leo ndo anaingiziwa pesa. Alex alivizia hadi Mary alipotoka kwenda kufuatilia mkwanja, kisha ndo na yeye akaja kuzungumza na Chioma. Sasa alimtoa ile maski kisha akamtoa na kile kidude mdomoni. Ile wanaanza kuongea, bibi akaanza kumlainisha, akamuuliza kwa nini usinifungue? Alex akaangalia akaona Alex, si umesema mwenzako hayupo? Sasa unaogopa nini? Na maana uniamini? Huwezi amini, jamaa akakubali. Alimfungua mguu wa kwanza, akamfungua mguu wa pili, kisha akamaliza na mkono mmoja. Cheki Chioma anavyomwangalia. Mwamba alipomaliza akakaa. Akamwambia, sasa umemwachia nani? Mchizi ni kama bado alikuwa na kauzito fulani hivi kwamba nimwamini moja kwa moja au namna gani vipi? Chioma akamuuliza tena, ina maana bado uniamini? Mbona mimi nimekuamini? Mchizi akamwambia, nakuamini, lakini nini? Lakini anaweza akarudi hapa alafu nini? Kwamba unahisi naweza nikakimbia au? Asa kwa namna alivyokuwa anaongea, mshikaji ikabidi amwamini tu. Hivyo akamfungua tu na ule mkono wa pili ulobaki. Cheze ya mapenzi wewe. Jamaa alikuwa bado anampenda sana Chioma. Bibi alichoka huyo. Akawa anamnyosha mikono na nini vitu kama hivyo. Na hapa sasa wakapata muda wa kuzungumza. Kwenye stori zao ndo tunagundua kwamba kumbe bana Alex alikutana na Mary wakiwa gerezani. Kila mtu alienda pale kwa kosa lake, lakini Mary alitokeaga tu kumuelewa sana mshikaji ili anafika tu gerezani. Likawa linamsaidia kuhakikisha anaishi vizuri mule gerezani. Lenyewe lilitangulia. Likahakikisha hakuna kiande yoyote anamsumbua. Na hata kwenye mazingira ya msosi na nini likawa linamzingatia. Wazee, hiyo ni jela. Na hata swala la Alex kutoka, Mary ndo alihakikisha kuwa anatoka. Na hata pia kuhusu mchongo, ni Mary ndo alikuja na idea. Alex naye akaona apite humo. Akampendekeza Chioma huku akiamini kwamba atakapokutana naye wataendelea walipoishia. Na si tu kuendelea, ni kuendelea wakiwa na pesa za kutosha. Ina maana hapa Mary tu yeye ndo amefanywa kama zumbukuku. Hakuna anachokielewa. Wakiwa kwenye mazungumzo mazito, Chioma akamwambia mshikaji kuwa kamisi sana. Kama vipi wapashe tu kipolo. Mchizi naye kusikia vile ikabidi achangamkie fursa. Hii nafasi aliisubiri kwa hamu mno. Kweli mzee, mchakato ukaanza, mabusu mengi, mshike ndege tunduni, haba na haba ujaza kibaba. Mchizi alinogea, bibi akamfunga zile pingu. Kumbe bana ilikuwa ni michezo hiyo. Kumbe bana Chioma alikuwa anamuigizia tu. Ina maana kule kujifanya kumuelewa ilikuwa ni uongo. Mchizi alimwomba aache kile anachokifanya. Kwani unafikiri anamuelewa sasa? Akamwambia, uliniteka mbwa, unafikiri mimi nitakuelewa vipi? Alex akabaki haelewi. Kwa bahati nzuri kutupa jicho pembeni hivi akaona funguo. Ile kusogea ichukue, kwa bahati mbaya ikadondoka. Siku ya kufa nyani. Alafu ilidondokea mbali huko. Ile anajaribu kusogea ichukue, Chioma akaingia. Akamuuliza funguo ziko wapi? Cheki anavyotia huruma. Akamwambia, mzee, nakuua, unafikiri nakutania? Sema funguo ziko wapi? Mchizi ikabidi amuonyeshe, maana anaweza hata akampiga kweli huyo. Sasa wakati anasogea kuichukua, ile anainama tu. Pale jamaa akamwai. Mikwala mingi kashindwa kumalizia mkia. Mwamba alimtaiti pale chini akamnyang'anya silaha, kisha akambana hadi alipohakikisha amepoteza fahamu. Punde akaingia Mary akamuuliza, vipi? Ushapokea mkwanja? Akamwambia bado, unajua hivi vitu sio rahisi. Mary naye alipaniki, maana mzee ni kama anawachelewesha hivi. Kila akimcheki anamwambia pesa inakuja kisha ola. Lakini yale yote yaliyotokea pale Mary hakugundua. Yaani huyu baba ni ana bahati sana ise. Sasa kuepuka wasije kukamatwa au hata kushukiwa, ikabidi wasogee ile sehemu. Mary akamwambia, nenda kaandae gari. Alex akamwambia, imeisha hiyo mama. Kisha alivyotoka tu, yeye akaenda kumfungua mateka wao, maana hii ndio pesa yenyewe. Sasa wakati anaendelea na mchakato, akaona simu bana. Gengenge. Akamuuliza, umetoa wapi hii kitu? Akamwambia sijui. Ujue Mary ni alimtaiti hadi akataja aliyempa simu. Na bibi alimtaja Alex. Mary akagundua kuwa Alex anamzunguka. Na aligundua pia kuwa bibi alikuwa anajaribu kuwapigia polisi. Sasa Alex aliporudi kuandaa gari, Mary hakumuonyesha kuwa kuna kitu amegundua. Alimwambia tu kuwa mzee ameshatuma mzigo. Jamaa alikaanza kushangilia, lakini akajistukia. Mbona mwenzangu yeye afurahi? Akamuuliza, vipi? Mbona wewe una hata vibe au hujafurahia? Mary akamwambia, mimi mbona nipo fresh tu. Basi walimfunga Chioma wakampeleka kwenye gari, kisha wakaondoka kabisa haya maeneo na kuja sehemu nyingine. Walipofika hapa wakamfunga, kisha Mary akamwambia hii waende wote wakachukue pesa. Si unakumbuka alimwambia mzigo umeingia? Akaongozana mpaka maeneo ambayo walikubaliana aiache pesa. Walipofika Mary akamwambia nenda kachukue. Mchizi akamwambia mimi tena. Akamwambia wewe fala, ni kwenda ongea na nani hapa? Mchizi akachukua panga akaenda. Lakini alivyofika na kufungua akagundua kuwa hamna kitu. Ikabidi amuite mwenzake. Alex akaanza kulalamika, huyu mshenzi ametuuza. Mary akamwambia hajatuuza. Pesa asipo hapa kwa sababu hazikutakiwa kuwa hapa. Kisha akamtolea chuma. Akamuuliza, ni kitu gani umemwambia yule msichana? Mchizi akamwambia sijamwambia chochote, akia Mungu tena. Na amelijuaje jina langu? Nilimwambia tu kuwa tumekutana jela. Mary akamwambia, si unasikiaga watu wanasema ukifa unakufa peke
yako basi leo utakufa peke yako. Na Alex anamjua vizuri Mary, ikabidi aanze kumuomba msamaha. Akaanza kumkumbusha alivyokuwaga wanaishi vizuri wakiwa jela, yani kila kitu walichowahi kukifanya wakiwa pamoja. Na kiuhalisia ni kwamba licha ya kuwa Mary alikuwa anajifanya ni mgumu, bado alikuwa anampenda Alex. Wanasemaga hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kwa namna fulani bibie nafsi ikawa inamsuta. Sasa alivyozubaa tu kidogo, Alex akaitumia ile nafasi akamvuta miguu. Alivyodondoka akajaribu kumnyang'anya silaha akashindwa. Mary alikuwa na nguvu huyo, mchizi akaona ya nini mie, ikabidi aanze kukimbia mbio. Mary naye akaamka akamuungia huko. Sasa kwenye mchakato wa kukimbizana, Mary akampiga risasi ya bega. Mtafute uliendelea na Alex ikabidi ajifiche kwanza, maana damu zilishaanza kumtoka. Huku Chioma naye ndo anastuka sasa, maana wakati wanamleta alikuwa akapoteza fahamu. Akashangaa kuona mazingira aliyopo ni mapya, alafu wamefungwa vile vile. Pale akaanza kupiga kelele, sauti yenyewe haitoki, shida tupu. Huku tunamwona Mary amebeba mabegi ya michuzi. Kumbe bana mkwanja uliingizwa kweli. Basi akauingiza kwenye gari kisha akaondoka. Bibi alikuja mpaka haya maeneo hapa kisha akabadilisha gari. Alivyotoka pale akaja moja kwa moja mpaka kwenye chimbo alipomfunga Chioma. Inabidi akaachwe sehemu sasa, siela washapewa. Asa akataka ampige sindano ya usingizi, maana hatakiwi kabisa kujua yale maeneo aliyomleta. Lakini kabla hajafanya hivyo, akaingia Alex akamvuta kisha akachukua bunduki yake, maana alikuwa kaiweka chini pale. Kwa kibao kimebadilika. Mary akaanza kumlainisha Alex. Alex, si damu hizo? Tulia basi nikupeleke hospitali. Nipe funguo za gari. Lakini damu zinakutoka, Mimi sitaki ufe Alex. Mchizi akamwambia nyamaza. Chioma akamwonyesha ishara kwamba nitoe basi hichi kidude mdomoni. Bila yana, Alex akamtoa. Mary aliendelea kumlainisha mchizi. Hivi umesahau tulivyokuwa tunapendana? Tuna kiss, tunafanya kila kitu. Hivi umesahau? Chioma anamwambia usimsikilize huyo. Alex akaona, yani unadai unanipenda wakati ulitaka kuniua? Pale akakoki chuma akamweka na yeye ya bega. Enjoy na wewe maumivu. Na hakuishia tu hapo, akamuongeza nyingine ya tumbo. Yani Alex yeye sasa ni alikuwa anaua. Bibi Mary taratibu mno akashuka chini. Chioma akawa anampongeza. Akaambia safi, sasa kilichobaki, chukua basi funguo uje unifungue hapa. Njoo nifungue. Alex akamwangalia kisha akacheka kishenzi. Akamuuliza mbona unacheka? Alex akamwangalia kama ile, hivi unaniona mimi fala? Alinama akaichukua funguo kisha akaambia bora ungenisikiliza toka mwanzo. Hii inamaanisha kuwa mshikaji na yeye tayari kashapoteza imani kwa Chioma. Aliziangalia zile funguo, badala ya kumfungua akazitupa tena akazisogeza mbali kidogo kwamba awe anaziona tu. Kisha mdogo mwamba akajichenga. Chioma alipiga kelele, huyu jamaa anataka mimi nifie hapa Alex alitoka nje lakini alikuwa kachoka sana. Si unajua damu zilikuwa zinamtoka. Alijikongoja taratibu hadi akafanikiwa kuingia kwenye gari. Huku ndani Mary bado alikuwa hajazima, ila naye alikuwa yupo hoi mno. Taratibu akaanza kujiburuza kuifuata funguo ilipo. Chioma akawa na motivate ajitahidi, maana yeye pekee ndo anaweza kumnasua kwenye huu mtego. Kweli mzee, Mary alijiburuza hadi akafanikiwa kuifikia funguo. Akajiuliza nimpe huyu manzi au vipi, lakini hakufanya roho mbaya. Akaanza tena kujiburuza ili amsogezee ufunguo. Huku upande wa pili, baada ya mchizi kuingia kwenye gari, akakutana na michuzi ya kutosha, dola nyingi mno. Mary alijitahidi kumfikia Chioma lakini hakufanikiwa kumfungua. Bibi alikufa pale. Chioma akaanza kufoka. Unakufaje sasa hata kabla hujanifungua? Nawezaje mimi kupata hiyo funguo? Shukrani ya punda ni mateke. Na hii inaonyesha wazi kabisa kuwa Chioma ni mbinafsi. Ina maana hata Mary angefanikiwa kumfungua, sidhani kama angejisumbua kumpeleka hospitali. Huku nje Alex aliwasha gari akachora. Chioma alihangaika kuivuta ile funguo na miguu hadi akafanikiwa kuisogeza mkononi. Alijaribu kujifungua mkono mmoja akafanikiwa. Akamalizia na wa pili kisha taratibu akawa anajikongoja kuelekea nje. Bibi anachechemea, mwili wote unauma. Lakini alipoangalia mbele kuna kitu alikiona. Ikabidi asogee kwenda kuangalia. Cheki michuzi hiyo. Hizo ni dola mzee wangu, sio makaratasi haya. Sasa kitu gani alikiona? Ilikuwa ni gari aliyokuwa kapanda Alex. Mshikaji hakufika mbali kwa sababu tayari alikuwa kashapoteza damu nyingi mno. Hiyo ikapelekea kupoteza maisha. Kwa bibi akamtupia nje kisha akaingia yeye kwenye gari. Ina maana bibi peke yake ndo amebaki. Na pesa ambazo walikuwa wanazipambania mwisho wa siku wote wameziacha. I say, mimi nafikiri kuna kitu kikubwa mno umejifunza kwenye hili chupa, na kama utaniandikia hapo chini utakuwa umetisha sana. Lakini kufikia hapa ndo unakuwa mwisho. Hili chupa linaitwa Where is Chioma Kalu? Hebu niandikie maoni yako hapo chini, umelionaje hili chupa? Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza unakutana na hii channel, hakikisha una subscribe na ugusa alama ya kengele ili nikidondosha tu machupa mengine makali kama haya huo wa kwanza kuyaona. Lakini pia usisahau kunifollow pale Instagram, Facebook, TikTok @Mudindalo. Na nafikiri kufikia hapa sina tena cha ziada. Ulikuwa na mimi Mudindalo na hivi ndo huwa nafanya. Na upenda wote, tukutane tena kwenye tambaa lingine.